rrugën time me lëklava, emrin tëm kur suran goja, dritën tëm dhe për herë t'barbava, zemra fort filloj të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasul Allah, assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamun ala nabiyina al-karim, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia tena kwa mara nyingine tumekutana, tutaweza kuzungumzia shairi moja ambayo inatukumbusha kuhusiana na janna na moto, kuingia ndani ya janna ala hasabil a'mal, maana dukhulil naru au aljanna ala hasabil a'mal, kuingia ndani ya janna au kuingia motoni kwa kupitia matendo yetu hapa duniani. Janna nikitaja maana ni kupata uzima wa milele kwa kupitia matendo yetu mema tuliyoyatenda kwa ajili ya kuridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa kuingia motoni kwa kupitia matendo yetu maovu tuliyoyatenda kwa kuchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mwanashairi, wannaru yaslaha shaqiyun bihikma wa kadhalika taqiyu ila aljinani sayudkhalu. Anasema kwamba na moto ataingia muovu kwa hikma atakavyo Allah, wa kadha taqiyu ila aljinani sayudkhalu, na pia vile vile mcha Mungu ataingizwa katika janna, shamba la Edeni, kwa kupitia matendo yake aliyokuwa mwenye kuyafanya. Hadha baitu tatadhamanu inkisami nasi ila taifataini. Hii shairi ina lengo kubwa ya kugawa watu kwenye kundi kuu mbili. Wanadamu sisi, shairi imetugawa kundi kuu mbili, kama kala Taala, kama alivyosema Allah aliyetukuka ndani ya Qur'ani tukufu kwamba fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Unaoishi duniani kukaa, kula, kufanya ibada, vitimbi mbalimbali vya kheri na za shari, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo kuna fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kuna wengine wataingia ndani ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, wafanya umema wataingia ndani ya janna, na watu wengine wataingia katika moto wa sa'ir, yani wengine wataingia kwenye moto wa jahannam kwa sababu ya matendo yao. Yaqulu minhum fariqun fil janna, yani Allah anamaanisha kwamba kuna miongoni mwa wanadamu, mimi na wewe, wataingia ndani ya uzima wa milele au ndani ya janna, watapata maisha mazuri. Wa humul ladhina amanu billahi, na hawa sio wengine bali ni watu ambao kwamba waliishi duniani wakimwamini Allah, wakimwamini Mwenyezi Mungu haki ya kumwamini. Wattabau ma ja'ahum bihi rasulahu, kisha wakafata yale ambao kwamba mitume waliwaletea, akiwemo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yani wakaamini Mwenyezi Mungu, wakaamini Taurati, wakaamini Injili, wakaamini Zabur, wakaamini Qur'an, wakaamini mitume wa Mwenyezi Mungu bila ya kupinga hata moja. Hawa ndio watu ambao kwamba wana upeo mkubwa na nafasi mkubwa kupata janna au kupata uzima wa milele. Kama wewe leo unataka kuwa unapata uzima wa milele, lazima uweze kumwamini Allah, lazima uweze kuamini mitume wake wote ambao aliwatuma
kwa kututoa sisi kwenye giza ya ukafiri na kutuelekeza kwenye nuru ya imani. Pamoja na hayo tena uwezi kuamini Taurati, Injili na Zaburi na Qur'an. Hapo ndiko kunapatikana uzima wa milele. Lakini ukaamini Taurati ukawacha Zaburi, au ukaamini Zaburi ukawacha Injili, ama ukaamini Injili ukawacha Qur'an, basi wewe haupati uzima wa milele. Atukifanya nini? Kwa hivyo inatakikana zote uwezi kuziamini, na ukiamini hivi lazima utakuwa Muislamu. Sababu Muislamu yeye anaamini Taurati, Injili na Zaburi na Qur'an, na anaamini pia vile vile vitabu vyote ambavyo viliteremshwa kwa manabii wengine. Pia anaamini mitume wote, hakuna mtume hata mmoja anabagua. Huwezi kuwa unasema unaamini Yesu na uko naamini unakataa mtume Muhammad. Lazima uamini mitume wote, awe Musa, awe Harun, awe kila nabii ambaye alitoka kwa Mwenyezi Mungu, lazima wewe unakuwa ni mwenye kumwamini, ndipo utapata janna. Ndio Allah akasema fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kuna kundi wataingia ndani ya janna na kuna kundi ambao hawataingia ndani ya janna, wataingia kwenye moto wa sa'ir. Kwa sababu hawa walikuwa ni wafanyao madhambi, wanaasi Mwenyezi Mungu, wanakataa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu, wao walikuwa wanafuata sheria zao zenyewe. Wa minhum fariqun fi mawqudati minan nar, na kuna miongoni mwao watakuwa wenye kuingia katika moto wa uliowakishwa kwa ukali. Na nari la moto wa Mwenyezi Mungu almas'ura, yenye kuwakishwa. Ala ahliha, juu ya watu wake. Wa humul ladhina, nao ni watu gani? Alladhina kafaru billah, ni watu ambao kwamba walimkufuru Mungu, wakamkataa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wa Mungu duniani, Mungu amewaumba, wanakula vizuri, wanatembea, wanafanya riziki, wanapata riziki zao, wana kazi zao mbalimbali, wamesoma lakini hawatambui Mungu. Watu wana masomo mengi, masomo nzito sana, kile ukiona huyu jamani msomi, lakini pamoja na masomo yake hamtambui Mwenyezi Mungu. Kuna wengine wamejitweka joho na vilemba na kujipatia vyeo vya ucha Mungu, akasema mimi ni mcha Mungu fulani au mtakatifu fulani, ile hali si mtakatifu, ni mpotevu, anapoteza watu. Kwa hivyo pia watu kama hao wako wana alama ya kwamba hawa ni watawa au watakatifu, kisha watu wakawafuata nyuma kwamba ni watakatifu, kumbe na wao ndio miglaku khairi miftahu sharran. Hawa ndio funguo wa khair, wanafunga khairi, wanakufungia milango wa kupata uzima wa milele, wanakufungulia milango wa kupata moto wa jahannam ukiwafuata nyuma yao. Kwa hivyo duniani unapofuata mtu au unapokuwa ni kuingia katika nyumba fulani kwa lengo la kuabudu Mwenyezi Mungu, lazima uweze kujua ukweli wa hiyo nyumba, na pia ukweli wa huyo mtu, na pia ukweli wa hiyo kitabu amekibeba, ndio uweze kuwa mwenye kupata faida wa kupata janna ya Allah. Bila ya hiyo utajikuta miongoni mwa watu watakaoingia kwenye moto wa jahannam. Unashtuka wewe na nahodha wako ambaye alikuwa na kuongoza katika ulimwengu, nyinyi pamoja na yeye mumeingia kwenye moto wa jahannam. Kisa na sababu ni kwa sababu nyinyi mlikuwa mnafuata upofu, amuko kuwa mnafuata ala basira, amuko mnafuata kwa kutaka kujua, mlikuwa mnafuata upofu, mnapeleka sadaka pale ambao kwamba kifai. Kwa hivyo kuna kundi wataingia kwenye moto wa jahannam na kuna kundi wataingia katika uzima wa milele. Watakaoingia katika uzima wa milele sio wengine, ni watu watakaokuwa wanaamini Mwenyezi Mungu mmoja, tena wanaamini Taurati na Injili na Zaburi na Qur'an, na tena wanaamini mitume wote akiwemo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa watapata uzima wa milele, wanaitwa ahlut tauhid, watu ambao kwamba waliweza kumfahamu Mwenyezi Mungu, haki ya kufahamu Mwenyezi Mungu, sio wengine, bali hawa ni watu ambao kwamba wanaitwa duniani kwamba ni Waislamu. Fa amma alladhina amanu wa amalu salihat, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa humul ladhina kafaru, au ambao kwamba watakaoingia katika moto wa sa'ir, humul ladhina kafaru, ni watu walikataa Mtume Muhammad. Akasema huyo ni nabii ya Waarabu. Hawa ni watu walikataa mtume nabii Yesu
hawalikataa Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Hawa ni watu walikataa Injili, wakataa Zaburi, wakataa Qur'ani. Wengine wakaamini Taurati, wakawacha Injili. Hawa wote imani yao ni dhalla. Huwezi kuwa unaamini Mwenyezi Mungu nusu. Lazima uweze kumwamini Mungu kiukamilifu. Maana ukiamini Taurati ukaacha Injili, bado hujaamini bado. Wewe bado uko chini kabisa. Na ukisema unaamini Zaburi ukaacha Qur'an, bado lazima useme umeziamini vitabu vyote vitakatifu kwa Mwenyezi Mungu. Kisha umwamini Mungu ni mmoja na manabii wote wametoka kwa yeye, ndio imani yako inakuwa ni kamila. Ama ukiwa katika kundi ya watu wanaobagua vitabu, wanaamini baadhi ya kufuruna bibadhi, anta min ahli an-nar. Wanaamini baadhi ya vitabu, wanakataa baadhi ya vitabu, basi wewe unajibashiria kwamba ni miongoni mwa watu wa moto wa jahannam. Wa khalafu ma jaahum bihi rasulahu, wanaingia kwenye moto wa jahannam kwa sababu walikhalifu yale ambayo kwamba alikuja nayo mitume na yale ambayo kwamba Allah amewapatia, walikhalifu, wakakataa, wakaenda kinyume na mambo kama haya. Kwa hiyo wewe dada yangu au ndugu yangu anayenisikiliza, usije ukawa miongoni mwa watu waliokhalifu Mungu na ukaishi duniani ukiwa unamkhalifu Mwenyezi Mungu, na ukaondoka duniani kwa sababu ukiwa unadhani kwamba unamfuata Mungu, kumbe unamkhalifu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ishi duniani ukiwa unajua wazi uko kwenye njia ya haki, na ukiondoka duniani unaondoka ukiwa miongoni mwa watu wazuri ambao watakaopata uzima wa milele. Kwa sababu wanaoingia katika uzima wa milele ni watu ambao kwamba wameamini Mungu bila ya shaka, wala hawakui ni wenye kufuata bendera, bali wanafata mwenendo ya sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna wacha Mungu, kuna watumishi wa Mungu ambao ni bendera. Kuna watumishi wa Mungu ambao kazi yao ni, unaona kweli mcha Mungu, mtumishi wa Mungu huyo, lakini anakupotoza. Kwa sababu hana misingi, hana maadili, hana chochote, hana elimu wa kumjua hata huyo Mwenyezi Mungu. Lakini wewe umekazana nyuma yake kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, yanisaidia huyu. Anakusaidia na anakupotosha. Siku ya kiyama unaambiwa ingia na yeye motoni, unatamani kumshika tai kwa sababu amekupotezea muda, na pia la rujua fi dunya maratan ukhra, wakati huo tena hakuna kurudi duniani na urekebishe imani yako. Ashakupochukua akaingia na wewe kwenye miongoni mwa shayatin minan nas. Ni watu ambao kwamba ni mashaitani katika watu. Qala Ta'ala, Allah anasema, wa yauma taqumu saa, siku kiyama itasimama, yauma idhin yatafarraqun, siku hiyo watu watatengana vikundi viwili. Yauma idhin yatafarraqun, siku hiyo watu watatengana, siku ya kiyama, siku ya mwisho, siku ya judgment. Siku hii watu watatengana. Fa amma alladhina amanu, ama watu watakaokuwa umeamini Mwenyezi Mungu, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema, fahum fi rawdati yuhbarun, au watakuwa katika shamba la Edeni, watakuwa wanapewa raha zao, wanakula raha waliovuna duniani. Mavuno sio ile kutembea na kujipaka rangi kwenye midomo na kujipaka mafuta, hapana. Mavuno yale ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, uliishi katika chini ya taatillah. Mavuno ile ulivuna, kama ulikuwa ni mwanamuziki utapewa muziki yako, kwa sababu wewe ulikuwa ni mtu wa kufanya maasi kwa kudansi kila wakati na kufurahisha ibilisi laanatullahi alayhi. Unapewa malipo yako kwamba ulitoka duniani ukiwa wewe ni mwenye kufurahisha ibilisi laanatullahi alayhi. Na kama ulikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kusengenya, unapewa kusengenya kwako. Kama ulikuwa ni mzinifu utapewa zina yako. Na kama ulikuwa ni mtumishi wa Mungu wa kudanganya watu, utapewa ile uongo wako siku ya kiyama. Na kama ulikuwa na wafasi wanaokufuata wewe bila ya kujua, nao watakuwa na wewe katika moto wa jahannam. Kwa hivyo kila mmoja yatafarakun, siku ya kiyama kila mmoja atakuwa ana mambo yake, anajibebea mambo yake peke yake. Fa amma alladhina amanu, ama watu watakaokuwa wameamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihati, wakatenda matendo mema, faum fi rawdatin yuhbarun, watakuwa kwenye shamba la Edeni, watapata raha kule ndani. Wa amma alladhina kafaru, ama watu ambao kwamba watakao kufuru, wakatae Injili, wakatae Zaburi, wakatae Qur'an, wakatae Allah, wakatae mitume wote, wakatae mpaka mtume Muhammad, fakadhabu, wakakadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhibisha maandiko zake Allah subhanahu wa ta'ala,
wa liqaul akhirah, wakataa kwamba kuna siku ya kiyama, watu kama hawa faulaika fil adhabi yuhdharun, wao wanakaribishwa kwenye adhabu. Yani umekataa Mwenyezi Mungu, ukakataa mitume wake, hata ukikubali Yesu ukakataa mtume Muhammad, wewe ni mtu wa jahannam. Umekubali Yesu lakini mtume Muhammad ukamkataa, wewe uko kwenye moto wa jahannam. Kwa hivyo zote lazima kubali, kwa lazima, si kwa kubemberezwa. Lazima ukuwe unakubali bila ya kubemberezwa. Ukikubali Musa ukakataa Yesu, moto wa jahannam. Au ukakubali Harun wakataa Musa, moto wa jahannam. Kwa hivyo nabii wote lazima wakubali wote vile walivyotoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakadhabu biayati, na wakadhabisha maandiko zetu. Maandiko ni kwamba umekataa Taurati ukakubali Injili, bado ni moto wa jahannam. Ama ukakubali Injili ukakataa Zaburi, unaingia kwenye moto wa jahannam. Zote na lazima zikubali, ndio unaingia kwenye uzima wa milele. Mtu asikudanganya tukichukua Injili unapata uzima, hapana. Chukua zote. Imani ya sawa na msimamo ya sawa ni kwamba kubali vitabu vya Mungu vyote, na Taurati zote, Injili yote, Qur'ani yote, Mtume Muhammad na mitume wote wakubali, ndio unapata uzima. Bila ya hayo wewe ni kuni miongoni makuni bado zinatembea duniani. Siku ya kiyama unabashiriwa naro jahannam iwapo utakufa katika imani yako hiyo. Lakini ukiwacha imani hiyo ukarudi kwa Mwenyezi Mungu, ukamwabudu Mungu kama anavyotaka yeye, ukafuata vitabu vyake na manabii wake, basi siku ya kiyama unakuwa miongoni mwa watu wa khairi, watu wazuri ambao ni viumbe wenye kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika fil adhabi yuhdharun, wenye kumkataa Mwenyezi Mungu watakaa kwenye moto wa jahannam, wataingizwa kwenye moto wa jahannam kwa sababu wamekataa sheria za Mwenyezi Mungu. Kaulu an-nar, tunaanza shairi. Kaulu an-nar, an-naru, mwanashairi anazungumza an-nar hiya darul ahlul kufri. Moto ni nini? Moto ni nyumba ya watu waliokufuru Mungu. Moto imeandaliwa kuwa ni nyumba ya watu waliomkufuru nani? Mwenyezi Mungu. Wa ahlul maasi, tena moto kama moto ni nyumba ya watu wenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Wazinifu wale, watu ambao kwamba ni washirikina wale, watu ambao ni wanywaji pombe wale wasengenyaji wale ambao kwamba watekelezi ibada ya swala, wale walaji miraa, wale wanataka kuoana wanaume kwa wanaume, wale ndio moto. Watu wa maasi hawa wanakuwa moto ile inawangoja watu kama hawa. Walfujuri, tena moto ni ya watu waovu, nyumba ya watu waovu, watu wabaya. Illa anna al-kufara yukhalladuna fiha, makafiri waliomkataa Mwenyezi Mungu, wakakataa Taurati, wakataa Injili na Zaburi na Qur'ani, wakataa pia dini ya Kiislamu kama dini ya haki, basi watu kama hawa yukhalladuna fiha, watakalishwa milele kwenye moto wa jahannam. Na ni moto ambao kwamba asia tutachoma kule kisha mambo yako yaishe. Ni moto ukiingia ndani yake, ngozi ya juu inachomeka, inabadilishwa ngozi nyingine inachomeka. Wewe katikati ya au kufi, unaungua pole pole kwa raha zako, kwa sababu ulimkataa Mwenyezi Mungu. Nasema dunal muwahidin, ama watu ambao kwamba waliasi Mungu na walikuwa chini ya tauhid, walikuwa wanaabudu Mwenyezi Mungu na moja mara nyingine hawaswali, mara nyingine wanaswali, ni Waislamu, wanaingia msikitini, mara nyingine haingii, ni mwenye kuasi hapa na pale. Wanasemekana wala haidatu asma'i, wao watu huenda Mwenyezi Mungu akawasamea akawaingiza katika janna yake, na huenda wakaingizwa kwenye moto wa jahannam, baadaye tena wakatolewa kwa sababu ya nguvu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kumkubali Mwenyezi Mungu, haki ya kumkubali Mwenyezi Mungu. Mungu huenda akawasamia madhambi yao akaingiza katika janna yake. Lakini watu ambao kwamba walikufa wakiwa wanachukia dini ya Kiislamu, walikufa wakiwa wanachukia Mtume Muhammad, walikufa wakiwa wanachukia Qur'ani,
hawa mukhalliduna fi nari jahannam, wataingia milele katika moto wa jahannam. Kwa hivyo ndugu unaonisikiliza, moto wa jahannam ni moto mkali sana. Jiandae haraka sana utoke huko, uweze kuwa ni kumwamini mitume wa Mwenyezi Mungu haki ya kuamini. Wala haiddatul asma'i min dhalika, moto ina majina tofauti, majina kadhaa. Miongoni mwa majina ambazo kwamba moto inayo, ya kwanza ni as-sa'ir. Moto wa kwanza inaitwa as-sa'ir kwa lugha ya Kiarabu. Allah anasema kwenye Qur'ani, inna Allaha la'ana al-kafirina, ala amewalani wale makafiri, wa a'adda lahum sa'ira, na akawaandalia moto wa sa'ir. Yani baada ya kuwalani makafiri, akawapalana kubwa na akawachukia na akawafukuza katika rahma yake, kwenye nuru yake, tena akawaandalia moto wa sa'ir. Kafiri ni wale ambao kwamba wamekataa Qur'an, wakataa Taurati, wakataa Zaburi, wakataa Injili. Hawa ndio wanaitwa kufar. Wakataa mtume Muhammad, wakataa mtume Musa, wakataa mitume kadhaa, wakaamini mmoja. Hawa ndio wanaitwa makafiri. Kwa hivyo Mungu amelani watu kama hawa, na kisha wakawaandalia moto wa sa'ir. Kwa hivyo wewe mwanadamu leo umejiapanga vipi na moto wa sa'ir? Ikiwa moto wa kawaida, moto hii ambaye tena yasemekana moto hii ili ifike duniani imepita kwenye mito 70 kupunguzwa ukali wake. Je, moto ambao kwamba ni original haijapunguzwa makali yake, umejiandaa kiasi gani kuingia ndani yake? Leo na kesha sema ambao kwamba Mungu hakitaki, unaabudu Mungu kinyume na sheria zake, unamuomba kinyume na sheria yake, huko ukisema nyanyangu alikuwa hapo, baba yangu alikuwa hapo, babu yangu alikuwa hapo, unapotea wewe. Fata Allah, fata njia ya haki, uweze kupata uzima wa milele. Moto wa sa'ir, moto ambaye imeandaliwa watu ambao walikuwa wanakataa mambo ya Mwenyezi Mungu. Wa saqar, moto wa pili ni moto wa saqar. Qala subhana, Allah anatueleza, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Malaika siku ya kiyama watauliza watu wa Sakar. Moto wa Sakar ni moto inakuwa ina meno refu hivi, kisha inachukua ngozi yako inagwara, ikitoa, na ni moto na inatoa ngozi yako, ikitoa ngozi yako ukali sana. Malaika wataona uchungu wa watu hii moto wanapitia, watawauliza maswali. Ma salakakum fi saqar, nyinyi watu wa Sakar, nyinyi mmeingia katika hii moto hii, nini mwafanya mkaingia huku ndani? Watasema qalu lam naku minal musallin, watasema sisi hatukukuwa ni wenye kuswali, tuliishi umri wetu duniani hatujawahi kuswali. Hata kuna watumishi wa Mungu hawajui swala ni nini, nao wanasema wanaita watu katika uzima wa milele, na ile hali hata swala hawajui. Ya Rabbi, hii ni kipofu anafuata kipofu, inakuwa ni matatizo makubwa. Anasema kwamba ma salakakum fi saqar, kitu gani iliwaleta katika moto wa Sakar? Watu wale watajibu lam naku minal musallin, sisi lengo letu la kuingia katika hii moto wa Sakar hatukuwa tunaswali. Wa lam naku nut'imul miskin, tena hata maskini tulikuwa hatuwalishi, tulikuwa hatuwasaidia hata maskini kabisa. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, tulikuwa tukifanya upuzi pamoja na wapuzi wetu. Wapuzi wakifanya upuzi zao, sisi tunafanya nao upuzi hivyo hivyo. Kwa hivyo ndio kwa maana tukaingia katika moto wa Sakar. Kwa hivyo watu watakavokuwa wanavuta bangi, wanacheza michezo mbaya duniani, wanaenda katika kuchora mwili zao, wanaenda katika masala ya kupiga ramli, wanaenda katika masala ya kucheza miziki na kuenda katika mabaa kubwa, watu hawa wanaingia katika moto wa Sakar. Kwa hivyo wewe ukiwa unaogopa moto wa Jahannam, jaribu sana kutenda matendo mema. Kaa sehemu ambayo kwamba yurdi ila haka, kaa sehemu ambayo inaridhisha Mola wako. Al-Jahim, moto wa tatu unaitwa Al-Jahim. Qala jalla wa ala, ala anatueleza, fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika moto wa Jahima ndio makazi.
jahannama, qala moto nyingine moto inaitwa jahannam, qala wa ma'wahu jahannam, na makazi yake ni moto wa jahannam, wa bisal masir, na ni makao mabaya. Al-hutama, kuna moto nyingine inaitwa hutama, qala tabaraka wa taala kalla la yumbadhanna fil hutama, si hivyo watu waovu kama hawa tutabadilisha katika moto wa hutama. Kama vile we leo unachukua samaki unambadilisha ndani ya mafuta, unamkaranga, na we pia siku ya kiyama unabadilishwa, unakarangwa kwenye moto wa hutama. Wa ma adraka mal hutama, nini na kujulisha ni nini huyo moto wa hutama? Narullahi almuqada, ni moto yenye kuwaka kwa ukali, ina vishindo vikali, inanguruma kunguruma. Kwa hivyo wewe mwana Adam leo jaribu kufanya mema, jaribu ni kunyenyekea, tufanye mambo ya kheri, tuabudini Mungu haki ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, tuache kutenda matendo ya maasi, tuache dhehebu ambazo kwamba zinatuingiza katika moto wa jahannam. Madhehebu tukifa ndani yake ni moto wa jahannam. Hata kama ulikuwa unalia sana, lakini kudhehebu ambaye Mungu hapendi ni moto wa jahannam. Nasema wanaru dunia juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Nasema moto wa dunia hii ukali wake ukali wake kwenye moto wa jahannam ni viwango 70. Ukali wake ni kidogo sana kwa viwango vya 70 vya moto wa jahannam. Kama fil Bukhari wa Muslim, kama tunapata katika Imam Bukhari wa Muslim. Abi Hurairah anasema kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala an-narukum hadhihi allati yuqadun, ala anasema kama moto wenu ambaye inawakishwa ibn adam juz'un min 70 juz'an min harif min hari jahannam, joto lake peke yake ina viwango 70 katika viwango vya moto wa jahannam. Kwa hiyo moto wa jahannam ina joto kali kuliko hii hata ambapo kwamba leo tunawakisha, tunakaa nayo, tunapikiwa, tunafanywa chochote. Hii moto ni sanamu ya moto. Ni sawa sana mtu ameenda town akapata sanamu imevishwa koti na tai, yule si mtu, ni sanamu ya mtu. Kwa hivyo moto ambaye kwamba tunatumia si moto kali, lakini tunaiogopa sana, lakini moto ambaye kwamba ni original iko, ambaye tunaambiwa tujiepushe nayo, moto ambayo ukifanya maasi utakuwa mwenye kuingia ndani yake. Kwa hivyo tuepuke kufanya maasi ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuingiza katika janna yake, ambao kwamba tuweze kupata uzima wa milele. Qalu wallahi in kanat kala kafiyatan ya Rasulullah. Sahabu alipoelezwa hivyo kwamba moto wa jahannam ni kali, wakasema ya Rasulullah, mtume wa Allah, ikiwa moto ni kali kiasi kama hicho, basi nafaa sisi tuache kufanya maasi, na sisi pia tuache tukue mbali na maasi, na wewe pia jaribu kutenda matendo mema, urudi kwenye mambo ya khairi. Fa innaha fudhilat alayhi bi 69 juz'an kullaha mithluha harriha, imefadhilishwa zaidi ya viwango 90. Ina fadhila mkubwa sana, ina joto kali jahannam kuliko hii ya dunia hii. Wa naru mawjudu ana, na moto iko mpaka sasa hivi. Dalla ala dhalika kitabullahi wa sunnati wal ijma, kitabu ya Qur'an imetueleza moto iko, na mafundisho ya Mtume Muhammad yanatuambia kwamba moto iko, na maulama wasomi wanaenda ndani wakisema moto iko. Amma fil kitab, ama ila ambao kwa dalili tunapata kwenye kitabu, kwenye Qur'ani, Mungu anasema takunara, ogopeni moto, allati waidatil kafirina, moto ambayo imeandaliwa makafiri. Qala an-naru yuraduna alayha ghuduwa wa ashiya, ni moto ambaye mnaonyeshwa kila siku jioni na usiku. Joto ile ya mchana, joto ya usiku ni moto, maana moto iko chini ya ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala wenye kusikia na kuyafuata, Allah atujalie wenye kufanya matendo mema, Allah tuepushe na maasi. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Roggen timmen mellan klava min tannkor solen goja Driten tande för helt barbava Semra fort spela i töt doja Sade joy för du och Muhammad